ile hatopata tabu, lakini anayepotea njia anatabika. Tuko pamoja? Wallahi, ukiamua maisha yote ambayo hayaambatani na Qur'an, wewe utapata tabu tu, utapata tabu tu. Haiwezekani. Haya ni maneno ya Allah. Sasa hii ni njia ya kwanza. Qur'ani yakwambia katika dunia hii ukitaka kuishi, lazima ima uishi ni mfuasi wa Qur'ani inavyokuelekeza. Kwa sababu hivi wewe ununue gari ile ina kitabu chake cha maelezo. Ukiacha maelezo utumie kitabu kingine cha gari lingine, utaiunguza gari ile ama itabaki salama? Utaiharibu, au sio? Haiwezi. Maisha haya ukitaka salama yake ni hivyo. Kifuate kitabu hiki. Kwenye aya nyingine asema faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Mfumo wa pili wa kuishi ni kuishi na dhiki, na maisha ya dhiki ukikipuza kitabu hiki. Ukikipuza kitabu hiki utaishi maisha ya dhiki kwa ushahidi wa Qur'an. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu maishatan dhanka. Yeyote atakayekwenda na kinyume, atakaiweka mgongoni hii Qur'an, atakaipuza hii Qur'an, fa inna lahu maishatan dhanka, huyo ataingia kwenye maisha ya nini? Ya dhiki. Utakapofanya, utakavojiamulia starehe, mwisho starehe ile itakupa dhiki, kwa sababu si starehe iliyopata muongozo wa nini? Wa Qur'an. Kwa hivyo maisha ni mawili, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, au uchague waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Hakuna njia mbili ya tatu. Uislamu hauna mtu wa katikati, huku niko na huku nipo. Hapana. Wewe ni uchague, ima uishi na Qur'ani yako, kitabu bora cha maisha yako, au uishi na kinyume chake. Ukiishi na kitabu chako, wewe huna hofu ya dunia hii. Mtoto mdogo hakuwa na hofu na matatizo ya ndege, kwa sababu mwendeshaji ndege ni nani? Babake. Wewe utakuwa huna hofu katika dunia hii, kwa sababu mpelekaji dunia hii ni mlezi wako, Rabbul Alamin.